Karibu KHMS Organic Farming, ni kituo ambacho kinashughulika na kutoa mafunzo ya kilimo hai. Na siku ya leo nakukaribisha katika kujifunza uzalishaji wa mbolea hai, mbolea za booster ambayo inatumika kwa ajili ya kuweza kustawisha mazao kwa shambani. Hususan ile kipindi cha kustawisha majani pamoja na kustawisha kuwa na viga nzuri ya mimea katika shamba. Kwa hiyo booster yetu leo tunaita nitrogen booster ambayo tunasema ni fermented plant extract, ambayo hii booster yetu inatokana na majani ya kijani. Majani yote ya kijani katika mazingira yako tunatumia kutengeneza booster yetu hii nzuri kwa ajili ya matumizi ya shambani. Na majani haya majani ya kijani ni mengi, lakini tunachagua majani ambayo yana sifa nzuri. Na sifa ambazo tunaziangalia sana ni majani ambayo jamii ya mikunde. Jamii ya mikunde inakuwa na high quantity of nitrogen. Lakini sifa ya pili tunaangalia mimea jamii ya herbal plant, mimea dawa. Mimea dawa tunaongelea mwarobaini, majani ya aloe vera, majani ya mvumbasi, mchaichai, majani ya mlonge. Tunatumia majani haya kwa sababu inaweza kuboresha booster yetu hii ya mazao iweze kuwa na immunity nzuri ya kuweza kudhibiti wadudu kwenye pest katika mazao yako shambani. Kwa hiyo sifa ya pili ni mimea jamii ya mimea dawa. Lakini sifa ya tatu tutachagua majani kutoka mimea ambayo nasema ni jamii ya migomba na jamii zingine za mimea jamii hiyo. Tutatumia majani yake kwa sababu mimea hii immunity yake ni kubwa. Kwa hiyo tunahitaji extract immunity kutoka kwenye mimea jamii hii kuingiza kwenye booster yetu ambayo itasaidia kuweza kustawisha vizuri mimea yetu pale shambani. Kwa hizo ni sifa tatu ambazo tunaweza kuzingatia wakati tunachagua mimea ya kutengenezea hii booster yetu ya mazao pale shambani. Kwa hiyo tunahitaji formula. So formula ya kuanzia kutengeneza booster yetu inazingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni majani ya kijani kilo 5. Kwa tunahitaji kilo 5 za majani ya kijani ambayo yamejumuisha zile sifa tatu ambazo nimesema. Lakini kiambata kingine tunasema molasses. Hapo utakuwa na uchaguzi. Unaweza kutumia molasses au ukatumia maji au ukatumia mkojo wa ng'ombe. Kwa hiyo viambata hivi vitatu unachagua kimoja wapo na kitakutosha kuweza kutengeneza booster yako nzuri kwa ajili ya mimea pale shambani. Lakini kiambata cha mwisho tunasema ni microorganism, beneficial microorganism ambao watahitajika kwa ajili ya kuweza kuichakata booster yako iwe tayari kwa ajili ya matumizi ya shambani. Kwa hiyo viambata hivi vitatu vinatutengenezea booster ambayo inakwenda kuboost growth ya plant yako pale shambani, inakwenda kustawisha mmea wako kuweza kuwa na viga nzuri na kuweza kuwa na mmea mzuri ya kuwaje pale shambani. Kwa hiyo tunaitengeneza booster yetu kwa kutumia viambata hivyo vitatu ambavyo nimesema. Namna ya utengenezaji, tayari vifaa ninavyo na utengenezaji. So hatua ya kwanza tunakatakata majani katika umbo dogo. Unaweza kuyakatakata, ukayatwanga, ukasaga na blender, kila ambacho kitakuwa rahisi chako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua namba 2 tunayaweka kwenye chombo. Chombo ambacho tutatumia kutengenezea, tutatumia ndoo kubwa ijazo lita 20, itatosha kufanya uchakataji wetu. Lakini hatua inafuatia tutaweka vimiminika cha molasses au maji au mkojo wa ng'ombe, tutategemea kile ambacho kinapatikana katika shamba lako. Na hatua ya mwisho tutamalizia kuweka vimelea rafiki, ambao vimelea rafiki kumbuka tunaweka milizi 300 tu. Kwa hiyo tutakuwa na vimelea rafiki milizi 300 tutaweka kwenye ndoo yetu na tutakuwa tumeshamaliza hatua za uandaji. Kinachofuatia tutaisindika kwa siku 7. So if fermented for 7 days. That is all. Kwa hiyo tutaivundika kwa siku 7 na baada ya siku 7 malighafi yetu itakuwa tayari kwa ajili ya matumizi ya shambani. Tutarudi baada ya siku 7 tutarudi, tutaichuja vizuri na kuihifadhi kwa ajili ya matumizi ya shambani. Kwa hiyo baada ya siku 7 itakuwa tayari, tutaichuja vizuri na baada ya kuichuja tutahifadhi kwenye chombo ambacho ni airtight, dumu, chombo ambacho kinafuniko wake mzuri, utafunika na kwa matumizi. Baada ya kuizalisha utaitumia kwa muda gani? Lifespan yake ni miezi 3. So ndani ya miezi 3 utakuwa unatumia kwa matumizi yako shambani bila kuwa na wasiwasi aina yoyote. Kwa hiyo ndani ya miezi 3 utakuwa unatumia, lakini utatumia katika wigo gani? Utaitumiaje baada ya kwamba tayari imeshaiva, unayo shambani, unayo katika store yako ya pembejeo za shambani? Unatumia milizi 20. Milizi 20 kwa lita moja ya maji unachanganya, unapulizia. Kwa hiyo milizi 20 kwa lita moja ya maji unachanganya, unapulizia. Au milizi 300 kwa lita 15 za maji unachanganya, unapulizia. So kwa hiyo baada ya kuchanganya itatumika masaa 24 tu. Ukichanganya maji hakikisha tumika ndani ya masaa 24 na isiwe zaidi hapo. Kwa hiyo tunaitumia baada ya ndani ya masaa 24 na kuweko na ufanisi mzuri. So tunapulizia kipindi gani? Nimesema hii booster yetu ni kwa ajili ya kuweza ni vegetative phase, kipindi cha kustawisha majani kwenye mmea wako shambani. Mmea una ngazi 3. Na leo nimeanza na ngazi ya kwanza ya vegetative, kuanzia nursery, kuanzia mmea unapoanza kuota. Hichi ndio kipindi tunatumia booster hii kuweza kustawisha mmea wako, kuweza kuwa na viga nzuri, kuweza kuwa na bushes nzuri, vegetative nzuri ambayo itafanya kuja kuwa matokeo mazuri mbeleni. Mbeleni ya mafunzo yetu tutatoa maelezo
hatua zingine za ukuaji wa mmea, lakini leo tumeanza na hii. Kama umependa, karibu like channel yetu, like page zetu, tufuatilie, tufollow kwa ajili ya mafunzo mengine zaidi kama ambavyo nimeweza kuelezea tangia mwanzo, na hapa tumefika mwisho wa uandaji wa booster wa majani. Kwa hiyo tengeneza na tupe mrejesho, umetengeneza, umetumia, nipe mrejesho na mimi nitazidi kuendelea kutoa zingine katika mafunzo yetu ya kilimo. Karibu sana kwa mafunzo mengine zaidi. Msisahau kutufuatilia katika peji zetu mbalimbali, Facebook, YouTube, Instagram. Pita kule angalia taarifa mbalimbali, video mbalimbali za mafunzo. Karibu, asante sana.